Welcome to Evening of Hope, a place where the Word of God brings comfort, songs lift the soul, and prayers prepare every heart for the Holy Sabbath. Join us as we worship, grow in faith, and experience God's presence together. Evening of Hope, a journey into God's rest. Itazame dunia, tazama wakazi wake, wameridhika, tena hawana habari. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na ninatumaini ya kwamba mzima wa afya. Wakati nilipokuwa nikisikiliza wimbo wa The Light Bearers Tanzania, wimbo unaoenda kwa jina la Itazame Dunia, viko vitu ambavyo vimekuja akilini mwangu na nikamwomba Mungu anisaidie nishare pamoja nawe. Katika kitabu kile cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 aya ya 15 hadi 17, nitaomba nisome kitabu hicho cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 aya ya 15 hadi 17. Neno la Mungu linasema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa za mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Wimbo huu wa Itazame Dunia ni alam ama ni wito ambao unakuja kwetu sisi wanadamu. Yaani unakuja kwetu, kwangu mimi na kwako wewe, juu ya yale ambayo tunayaona ni bora sasa na tunayoona ni ya maana sana sasa, lakini matokeo yake yanatutoa mbali na Kristo taratibu, lakini kwa hakika. Ndio maana vyote tunavyoviona, tamaa, mali, fedha, umaridadi, umaarufu, vyote hivyo ambavyo havitokani na Mungu, vyote miisho yake si mema sana kwenye maisha yetu ya kiroho. Na ndiyo maana kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 aya ya 17, kanisa la Laodikia lilikuwa na matendo haya ambayo tunayo hata sasa, na kuto kuona thamani yake, kuto kumpenda Mungu, na badala yake kupenda tulivyo navyo, vilifanya kanisa la Laodikia kuanguka. Na ndiyo matokeo hata kwetu sasa. Wote waliojiona ni bora sana kwenye maisha yao juu ya vile walivyo navyo, matokeo yake walianguka. Na ndiyo maana hivi leo ninakuja kwako nikikutia moyo na kukuhabarisha hili ya kwamba tamaa zote, vitu vyote tulivyo navyo duniani, hivi ni vya mpito tu, ila yupo Mungu ambaye yeye hapiti kamwe. Sikia hili, kitabu cha Amosi sura ya 4 aya ya 12, inatupatia wito wa kukutana na Mungu wetu. Nami ninakutia moyo, jiandae kukutana na Mungu wako na Mungu wangu. Jiandae kukutana naye ili tuwe salama miguuni pake. Kumbuka mambo haya hata kama ukisahau mambo mengine. Jambo la kwanza, tambua hali ya ulimwengu. Wanakwaya hayo wametuletea wimbo na kutuambia na kutuhimiza tutambue nyakati tulizo nazo. Nami niko hapa kukuhabarisha hili. Tambua hali, wakati tulio nao katika ulimwengu. Usiishi kwa kufikiri ama usiishi kwa kutafakari
nyakati hizi tulizo nazo kana kwamba ni bora sana. Hakuna usalama wake. Unapoishi, tambua hali ya ulimwengu huu tulio nayo ni kwamba kila tunaloliona na kila kinachoendelea kutokea chatimiliza miisho ya ulimwengu huu. Je, historia ya ulimwengu huu itakapofungwa, wewe usalama wako utakuwa wapi? Je, ni kwa vitu ulivyo navyo ama ni kwa Mungu aliyekupatia vitu ulivyo navyo? Jambo la pili, epuka sana usingizi wa kiroho. Usingizi huu wa kiroho unakujaje? Wapo watu wanaojiona wako salama sana. Wakati fulani unaweza kuwasikia watu wanaokwambia fedha, mali hizi zinanipatia amani. Nikiwa kwenye magari yangu, nikiwa kwenye mansion zangu, nikiwa kwenye estate zangu, ninapata amani sana. Hivyo vinavyopita eti vinatupatia amani. Yani ni kana kwamba tunaishi lakini tumelala. Nami ninakutangazia hili. Anaheri yule ambaye hata katika vile ambavyo Mungu ameviweka katika mikono yake, bado yeye atabaki kuwa imara, atabaki kuwa awake, atabaki kuwa macho, akimtazama Mungu aliyempatia. Acha kulala, huo ni usingizi wa kiroho. Hivyo ulivyo navyo si vya kwako, na hivyo ulivyo navyo vinapita, vina muda tu. Vina muda. Hivi vyote havina maana, havitusaidii katika umilele wetu. Maana haya yote yatapita, na yatakapopita atabaki mimi, utabaki wewe na Mungu wetu wa mbinguni. Jambo la tatu, kumbuka kuwa dunia hii ina muda, ni ya muda tu. Usijenge tumaini sana katika vitu ulivyo navyo. Usijenge sana tumaini. Usiridhike. Watu tumeridhika, ni kana kwamba tumefika. Hatujafika. Mimi na wewe bado tuna safari. Ishi leo. Usiishi leo kama usiishi leo kana kwamba leo ndio umefika. Hapana. Kila siku muombe Mungu akusaidie. Unapopiga hatua, macho yako, focus yako iwe katika ile mede ya thawabu aliyokuandalia, kwa sababu hii dunia inapita. Ni hivi karibuni tu yeye aliyeifanya atarudi. Yesu Kristo atarudi, na anaporudi, ukweli ni kwamba hii dunia itafinyangwa. Na inakuwaje? Pale ambapo ulikuwa umejenga tumaini, papo yale ambayo ulikuwa umeyaona ni ya maana tena yatakwepo? Hapana, yanapita. Na kwa sababu yanapita, nikupendekezee hili rafiki yangu: jenga tumaini lako kwa Yesu Kristo. Lakini jambo la 4, ambalo ndio jambo lenye matumaini, jiandae kukutana na Mungu. Jiandae kukutana na rafiki huyu. Jiandae kukutana na Yesu. Na hapo ni katika ile mede ya thawabu ambayo yeye ametuandalia, mahali ambapo haya yanayotuumiza sasa hayatatuumiza tena, mahali ambapo yale ambayo tulikuwa tunayatamani tutayapata, mahali ambapo vile vilio ambavyo tulikuwa tunalia kwa muda mrefu havitakuwepo tena, mahali ambapo hakutakuwa na masumbuko. Hapo ni mahali salama. Nami ninakupendekezea hili rafiki yangu: unapotafakari hali ya dunia hii, unapotafakari yanayoendelea, unapotafakari maisha yako, unapotafakari nyakati tulizo nazo, hizo zote ziwe ni alamu kwenye maisha yako, ili ufocus kumtazama Yesu aliyekuja na kufa kwa ajili yako, aliyekuja na akafa kwa ajili yangu, ili tu tuweze kupata uzima tena, kwa sababu yeye mwenyewe alisema mshahara wa dhambi ni mauti. Na hakuna yoyote aliyewahi kujenga mapenzi makubwa sana kwenye mali, kwenye vitu vinavyoharibika na akabaki salama. Wengi macho yao waliondoa kwa aliyewapatia. Wengi waliondoa macho yao kwa Mungu. Mimi namwomba Mungu anisaidie, namwomba Mungu akusaidie, ili macho yako focus
iwe kwake yeye aliyekupatia vyote. Mungu akubariki sana. Mungu anibariki na atuandae sote ili tukutane katika mede ile ya thawabu aliyotuandalia mbinguni. Bwana akubariki na ninakutakia pumziko jema la Sabato. Tumechelewa wakati